أبدا يوافي ما هو يكافئ مقداره. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Waislamu, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa Waislamu na Waislamu pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo linapatikana kwa kila kiumbe, na kila kiumbe ambaye kwamba atapata ama ataeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu Mwenyezi Mungu atujalie katika taa. Kwa Islam, leo ni siku ya Ijumaa. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalia kupatikana katika msikiti huu kwa kutuba nikiwa nyuma ya mzee wangu Imam Ali. Huyu mzee wangu leo amenitaka nije kuzungumza katika siku hii ya Ijumaa. Kwa kutubu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno haya yanatuambia kwamba fatazawwadu, jiandaeni. Anaambia jiandae, ama wanaambia jiandae nini? Na wewe fatazawwadu, jiandaeni. Fa inna khayra zadi, hakika bora ya anao atakuwa ni mcha Mungu. Mwenyezi Mungu kwa nini anatuambia watazawwadu, tutamwisha kwamba tujiandae? Kwa sababu kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, ile kujiandaa yatuonyesha kwamba maisha yetu ya duniani yana ukomo. Maisha ya duniani yana ukomo. Kwa hiyo ile ukomo kabla haijafika, natakiwa mwanadamu tayari kuwa anao wenyewe Mwenyezi Mungu anayotaka ni kumcha yeye Mwenyezi Mungu rasmi. Jambo la pili, ukija kuchukua hilo andao, kuna mambo makubwa yatakufika ili siku ya kutolewa yako kabla ya kuendelea. Ile siku ya kutolewa yako utapata kitu kikubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka tufanye maandalizi, kwa maana mkono utakufikia taarifa kuisha au ile siku ya kufa kufika, basi wewe hutopata ziki wala hutopata tabu siku hiyo. Kwa hiyo watazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa, jiandaeni, chukueni, hakika bora ya andao, hakika bora ya zawadi ni mcha Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda sana sisi wanadamu ama sisi watu, kwa maana anatuambia mapema kwamba tujiandae, kwa sababu maisha yetu bwana yana ukomo. Maisha yetu yana ukomo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia hivyo, maana anatuzindua sisi baadaye tukajilaumu kusema kwamba kama Mungu mnapata tabu mkwaje. Mwenyezi Mungu anatuambia mapema tukuche Mwenyezi Mungu ili msije mkapata tabu siku hiyo. Lakini ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anatuzindua, anatuambia mambo yake kwamba wewe komo wako wewe wakiishi hapa duniani kuelekea kwa akhera uko karibu mno. Hii ni nuru ya Mwenyezi Mungu. Anasema wewe wa wanadamu kuishi duniani uko karibu mno. Aliposema katika hadithi, anasema kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nari wanaru tani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudiwa katika habari ya kwamba pepo iko karibu mno, inakuja aqrabu hizi kutafidile iko karibu mno, iko karibu mno hiyo pepo. Maana yake mwanadamu kufa kuingia peponi kuko karibu mno. Kitendo cha mwanadamu kufa ama kifo cha mwanadamu kiko karibu mno, ima akafa kaingia peponi au akafa kaingia motoni. Sisi tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tupite kwenye wapi peponi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nari, pepo iko karibu mno kwa mmoja wenu kuliko kamba za kiatu chake. Tunaona kamba na kiatu kiko karibu zinashikamana, lakini kumbe ile karibu wa kamba na kiatu iko karibu sana kuliko karibu kwa kitu cha mwanadamu kuelekea kwa Mola wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba tujiandae kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu fa inna khayra zadi taqwa. Kwa Islam sisi tunajisahau na maisha haya dunia, tunafanya mambo, tunapika biashara na makazi na nini na familia, tukaacha kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na pale Mwenyezi Mungu aliposema kwamba fa inna khayra zadi at-taqwa, ile takwa ni cha Mungu. Cha Mungu maana yake usiku wa mwisho cha Mungu ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kukatazika na makatazo yake. Maana kuamrishika ukakatazika, hiyo ndio jumuisho ya neno takwa. Kwa hiyo na wewe umekuja kwa kukumbusha tukufu Islam na kukumbusha kwamba tuko duniani, lakini jitahidi kwa uwezo wetu kwa hali na mali kukatazika na makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tujitahidi sana kuamrishika na amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu maisha yetu duniani yanakuwa usikie ukafa wewe ama mwisho wako hapo ukafika ukabaki wewe unapata tabu siku hiyo, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wanaziati wabaraka wala shitati nashitwa. Mungu anasema wanaziati na hapa kwa malaika ambao wenye kutoa roho za makafiri. Sio maneno wanaziati baraka na hapa kwa malaika wenye kutoa roho za makafiri na waasi. Waasi hiyo ni kutoka ni Islam. Kafiri yule ambaye yuko nje ya Islam, lakini asi ni Muislamu kupata, lakini asi asali afanye maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kama anafanya baadaye anapiga ile asi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaapa ndani ya Qur'an, anasema wanaziati baraka na hapa kwa malaika wenye kutoa roho za makafiri na maasi kwa ukali. Siku hiyo tutaona kwamba hakutekeleza ile amri ya Mwenyezi Mungu kwamba tufanye cha Mungu, basi itaona mwisho duniani hiyo ilaolela ile siku ya kufa kwake, atatolewa roho na malaika kwa nguvu, akichukuliwa kwa nguvu kutoka anaingia anapata tabu na hiki makani, lakini Mwenyezi Mungu anasemaje? Wanashitwa na hapa kwa malaika wenye kutoa roho za waumini wa kweli. Sio kusema waumini wa kweli. Kwa nini ndio wako wapi siku ya kufa kwao wakatolewa roho kwa kweli? Kwa nini? Kwa sababu walitakia neno lake, watatawadi na khayra zadi taqwa. Kwa nini wale watolewa roho kwa ukali, kwa machungu? Kwa sababu walipinga watazawadi fa inna khayra zadi taqwa, walipinga maneno. Lakini wale ambao kwamba wanashitaki na shidwa, wale ambao kwamba wametolewa roho kwa upole, ni wale ambao kwamba walifuata maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyosema watazawadi fa inna khayra zadi taqwa. Sasa mimi na wewe tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama tujitahidi siku hiyo tutolewe roho na malaika pote, lakini lazima ili tutolewe roho kwa namna hiyo pote, tunatakiwa tufanyeje? Tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio ndio? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ataanza mapema
Fa inna khayra zadi taqwa. Ucha Mungu ndio kinga yake hiyo, kwamba siku ya kutolewa roho utatolewa popo. Kinyume chake ukiwa asi, maanake utatolewa roho kwa uchungu. Na mtajema wasiri anasema inaonekana asubuhi, mtajema inaonekana asubuhi. Ile siku ya kutolewa roho kwa uchungu, maanake ni tayari nitapata hasara. Lakini ukishaona roho unatolewa kwa pole, maanake unapokwenda mambo yatakuwa rehema tu. Mungu atakujalia katika watu hawa kwa kwamba sitakutolewa roho utatolewa kwa pole. Kanuni shairi moja ile kusema katika miongoni mwa wanazuoni anasema alayhi mahama qala ya'budu min kulli fadil. Wal-umru mahama qala ya'budu min kulli fadil. Alayhi mahama qala, usiku wowote utakapokuwa mrefu, usiku mrefu mno, kila kiamka ni mwendo saa saba, kila kiamka ni mwendo saa tano, hakikuchi sibiri usiku uko mrefu, lakini hatimaye asubuhi inachomoza. Sikuwa lakini akasema wale mahama qala ya'budu min kulli fadil. Na umri utakapokuwa mrefu, wale watu ambao walishindana miaka mingi mno, watu 20 watu 23, lakini sasa ni historia. Mmoja kwa mbele, lakini sasa kwa mpaka. Kwa hiyo kama sisi tunajalimisha kwamba hatufi leo na kesho, ndio tunaliombea siku tuko karibu na kufa kutakaribia, na kila mmoja atakufa. Alimuhimu ni kufanya ucha Mungu katika maisha yake kila mahali, na kusema maneno ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kutafuta riziki tafuta kwa njia ya kupenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kila namna huko ndio kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kanuni inasema kwamba kila chenye kuwepo lazima kitoe. Hiyo ndio kanuni. Mahali sahihi kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kullu man alaiha fani, kila ambacho kilichopo juu ya nini ya ulimwengu lazima kitatolewa. Hakuna nani wala nani yalipa itabaki wajhu rabbika bil jalali, kati ya wala watu jalali wal ikram, kwenye utukufu mwenye kutukuka. Allah ndiye atakayebaki, lakini wote sisi tutakufa. Hakuna atakayebaki, sisi tufanye na kujua kwamba haya maisha tulikuwa nayo tusisahau. Jamani, kuna jambo la kuepuka Allah subhanahu, kuna jambo la kuepuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusisahau hapo, tusisahau tu na maisha duniani, tutakuwa mambo ya dunia na nini na mambo yake. Onani siku ya kufa, malaika watakuja kutoa roho, hayakuwa ile kutukia watakutoa roho na matupu makali. Sasa gani tukiwa tutaepuka kuepuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuko bwana mmoja alikuwa na mkewe, alikuwa kasema asili salawati, alikuwa na mkewe, wanapendana na mkewe, lakini ile siku alikufa mkewe, ndio kazindika kwa ndio maana kuna kufa kwa sababu mkewe alikuwa naye kisha naye kisha mkewe, ile siku alikufa ile bwana kana sana. Kwa hiyo salawati kwa sababu ndio nini kwa mkewe alisalisha kwa bwana kwa maisha duniani sio yote ni bwana salawati ndio ni Mungu wa kweli. Kwa kutupa Islamu na kushana kitu karibu tucheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kucha au kucha katika kanisa hili ndio sasa. Ikiwa utapingana na maneno ya Mwenyezi Mungu, maana sisi miongoni mwetu wako watu kwa kwamba akiambia maneno ya Mwenyezi Mungu yanatokea hapa yanatokea wala asingatii yeye, anafanya mambo yake tu na nini na nini. Yeye sasa ni kusikiliza tu, kumbe tunatakiwa tufanye tusikilize na kusikia. Wako watu waliozingatia Qur'ani pale Mwenyezi Mungu alisema wala takarabu zina wa kafalina, lakini wako watu ambao waliposikia maneno ya Mungu yatakutia tangia kukiaga kwa kitabu asije wana maradhi wanatuka, lakini wangemtambi Mwenyezi Mungu pale kwa kataza kwa sababu atakuwa Muislamu sasa sana kwa Allah nikataza kitu ndio kuna heri au anapenda. Sasa unatokea Muislamu yeye anaipata jina anapenda sana
ana maradhi kwa maana na nini, kwa sababu walipinga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hili na watatu wote wa ndugu zangu na watatu pamoja na mimi mwenyewe tukucheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala neno takwa tusichukue kawaida. Takwa utakula mmoja, takwa kuna kweli tukifanya takwa, tukiwa ni wenye kufanya takwa kuna kweli mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watukufu Waislamu, tueleweni kwamba sisi tuko duniani, lakini Mwenyezi Mungu anataka ama mwenye nyumba hii ya dunia alitekelezwa na Allah na Allah ameweka sheria zake. Sawa sawa na wewe mgeni anakuja kwako anaweka sheria zake, atapigana na sheria zako. Tuelewana nao? Basi hivi Mwenyezi Mungu Allah atatuingia dunia kisha atatuingiza ndani yake, afu tutakutana na sheria zake ambayo ni vitabu vyake na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unakuja mgeni kwako, wewe unaweka taratibu zako, alafu yeye anaweka taratibu zake. Kwa sana mtu mpenda kabisa na Allah yote, ikiwa wewe unapingana na taratibu alizoweka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye nyumba yake hii ya dunia, kwenye hii dunia ambayo ya basi wewe utakusana na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kufa utapata taabu na kukubwa. Kwa watukufu Waislamu, kitabu Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Qur'ani Mwenyezi Mungu anataka mimi na wewe tuchie usifanye mambo yasiyopendeza wewe subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumekuja Mungu kuna kitu hii siku ya kufa mtoto wa roho peponi na uendako utapata heri za kuingia peponi. Lakini mshauri mmoja naye akasema au tunazoni akasema yeye ni Adama, ewe mwanadamu, waladatika umbuka hakia, amekuzaa mama yako hajabili kulikuja ndio kitendo sana hiyo iba wanapokuwa wazaliwa hawajui wanaishi, lakini wengi wa mambo kuzaliwa na lakini anasema wanasu min haulika yadhahakuna surura, lakini watu walikuwa kando kando ile mtoto ama walikuwa kando yako basi wanafurahi, wanalia wazaliwa wanalia wanashika wanafurahi wanabeba tumepata mtoto wa kiume tumepata mtoto wa kike wanafurahi. Sasa msikize mchele akisema makusudia anasema faha salama kupia bana katika kufanya matengenezo ushakutia na kwaje takuni utakuwa wewe mwenye kukutia ibada siku hiyo watu watakapolia siku gani hiyo inatika siku ya kufa siku unazaliwa wewe kana fulani wewe unalia. Sasa kuna siku wewe ukifa wao watalia. Sasa hiyo kinyume wao wakilia wewe unafurahi wewe unafurahi. Akifika wewe umezaliwa unalia alafu kuja ujana siku ya huko unalia tena, hiyo ni hasara na kwa hasara kubwa. Ni hasara kwa umezaliwa uko nani, lakini leo unakufa pia watu wanalia leo unalia, yaani machungu unayopata na taabu ziko pale. Leo watu kwa Uislamu wote kwa yote chini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hiyo ni jambo kubwa sana na inawezekana kwa sababu nafsi mwanachama mmoja ndani ya mshaka anasema nafsi kama mtoto mdogo, yaani nafsi ni kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo kumzesha kunyonya inaweza kufika mkubwa mzima kabisa kama ndefu yake na nini mpaka kabisa, lakini unamwachisha kunyonya yaendelea kunyonya, lakini kumwachisha unakwenda kupata tabu. Mama anachukua pamba anaziwa mtoto na katabu kisha anapiga basi nafsi kama nizoea kufanya zina ili lazimisha utakosa kutatabu nikaangalia kama ulikuwa ni mlevi kwanza tu hata pamoja ya kujinyuma basi ni mara kwa kitapata tabu lakini baadaye nafsi kama mtoto usilazimishe nafsi zetu kufanya mambo ya kupigana Allah subhanahu wa ta'ala, ili siku ya kufa tuwe hali ya kuwa ile kutolewa roho kwa kweli na Mwenyezi Mungu atatujalia siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa qawli alhamdulillahi rabbil kathira kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu إرغاما من جادل به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصالح الكرام. أيها الناس اتقوا الله ربكم واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن تقوى الله تزيد القلوب في دار الآخرة وأن معصية الله تزيد العذاب الأليم. اللهم